wakulima wakivamia kwa dakika 2, 3, 4, 5 ukuti mahindi, na kama umeingia kwenye kikoba au cha kausha damu, umeingia pale kwenye kikoba cha kausha damu, umechukua milioni 10, 50, umechukua kwa ajili ya kulima ekari kadhaa wa kadha, umelima. Wakija wale nzige huwa wanachakaza kwa dakika 2, 3, yamkini unaweza ukalia na kusaga meno. Bwana Yesu asifiwe. Ni wabaya sana. Sasa Wamidiani wameelezewa kwenye hiyo ule mstari wa 4 na wa 5. Wamidiani hawa, Biblia inawaelezea hawa watu kazi yao ni moja, ajenda yao ni moja. Ule mstari wa 4 na wa 5 anasema kazi yao ni hii moja, wamekuja kuiharibu nchi yote. Nchi ni nini? Nchi ni eneo lililomilikiwa na mtu lenye mipaka kamili. Nchi sio tu unasema nchi ya Tanzania, ni eneo lenye mipaka kamili. Nchi akisema nchi ya Bwana Finiasi ni eneo lake alilonunua, kama ni wapi kule alilonunua eneo lake ndio anaweza kujitawala. Hiyo ndio nchi. Sasa hawa wakaja kuiharibu nchi. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuja kuiharibu nchi. Kazi yao ni moja, hawafanyi biashara, hawalimi, kazi yao ni kuvuna na kuchukua. Mnajua wana wa Israeli, tulifundishwa na mchungaji kiongozi mwaka jana kwa habari ya safari ya imani. Biblia inasema kwamba wakati anafundisha hapa mchungaji akasema waliondoka na dhahabu kule Misri, waliondoka na vitu vya thamani. Sasa hawa wa Midiani kazi yao ilikuwa ni moja, kuchukua dhahabu, kuchukua mali zote, wasiache hata kipande. Ule mstari wa 5 ule Biblia inasema kwamba wana wa Israeli, nisema upige mstari, walipata shida sana, maana wa Midiani walihakikisha wanachukua kila kitu, kisibaki hata kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake maisha yako yaanze zero. Pigwa tukio moja ambalo halijawahi kutokea, unaanza sifuri. Bwana Yesu asifiwe. Kama ilishakutokea unaweza ukajua zaidi. Ukipigwa tukio mahali fulani unaanzia sifuri. Unaona kama dunia inazunguka angalau mara 4 kwa siku. Ukiangalia juu, ukiangalia chini, unasema hapa, yani unaweza ukaenda Kariakoo kununua vitu ukapitiliza mpaka posta. Bwana Yesu asifiwe. Huwa inatokeaga. Bwana Yesu asifiwe. Unapigwa tukio ambalo hujawahi kuona. Unarudi nyumbani uelewi, unaenda kazini uelewi, unaenda kwenye huduma kuomba uelewi. Ni tukio walikuwa wanapigwa mpaka hawa wakaamua kukaa wana wa Israeli wakasema sasa tuchimbe handaki. Bwana Yesu asifiwe. Mashimo.